Painting ya leo inahusu kina mama na kanisa, au tuseme kina mama na imani. Kuna uhusiano wa karibu kiasi gani kati ya imani, kuzishika imani na wanawake, na kwa nini wao sana ndio wanaonekana wana uhusiano mkali sana kati ya hivyo vitu viwili? Na hili linatokana na fakti ambayo tumeiona sana kwamba katika makongamano mengi sana ya kiimani makanisani na nani, wanawake, kina mama wanakuwepo wengi zaidi na wana mwitikio mkubwa zaidi katika kufuata vitu hivi. Ni kwa nini? Zamani, miaka ya mwanzo ya Ukristo kuingia kwetu, tuseme hata miaka ile ambayo karibia nchi imepata uhuru, miaka ya 60, 70, 80, Wakristo wa zama hizo walikuwa wanaenda sana sana kanisani Jumapili kwa Jumapili. Wakishaenda Jumapili wakapata neno lao linawatosha kutunza imani yao mpaka Jumapili nyingine. Kadri miaka inavyozidi kwenda, tunaona makanisa mapya na invention mpya za hayo makanisa zinaboreka au zinaongeza huduma. Badala ya Jumapili kwa Jumapili, saa hizi labda ni mara 3 kwa wiki au labda kila siku. Lakini sasa hizi demand ya mtu kuhitajika kwenda kanisani kila siku, maana yake hapo kuna vitu vingine ambavyo ulikuwa unafanya zamani inabidi uache, hata kama ni risali moja tu. Lakini hii tumeiona zaidi kwa kina mama. Labda wao wana muda zaidi extra wa kuweza kuenda, kutokana na hawajihusishi zaidi kwenye shughuli za kiuchumi, maybe kwamba wanakaa nyumbani zaidi. Lakini ndio basis ya painting leo. Ukiangalia hili ni dirisha. Na dirisha ambalo lina vioo vya rangi tulivyozoea kuviona zaidi kanisani. Huyu bwana hapa ana fagio lake la kufagia buibui, kufagia vumbi. Na ukiona mabenchi, manake hili ni kanisa. Lakini sio muda rasmi wa ibada. Manake labda ni weekend au ni Jumatatu, Jumanne, siku ambazo sio muda wa ibada rasmi. Lakini kama unavyoona huyu mama hapa yuko kusujudu, amekuja kusujudu, na unaona kabisa uzito wa hisia zake na devotion. Labda kuna matatizo mazito yanamzonga kwenye familia yake, kwenye kazi yake, kwenye maisha yake. Anahitaji kupata wepesi, anahitaji mwongozo au msaada wa kiimani. Na kwa nini tunaiona zaidi sasa? Kwamba uwezo wa kuvumilia au kuhimili challenges za kimaisha unakuwa ni mdogo sana kwa mtu, kwa ile kitu anachopewa Jumapili mpaka Jumapili nyingine. Anahitaji kununulishwa zaidi hapo katikati. Yaani kile kikombe chake kinaisha mapema, inabidi kijazwe. Kwa mtazamo wangu nahisi inatokana na Ukristo wa sasa unavyogeuzwa kuwa kama ni wale waganga wanaoagua. Kwa hiyo wanakuletea tatizo, na ili kuondokana na hilo tatizo umfuate yeye akufanyie 1, 2, 3. Kuna mapepo, njoo akuondoe mapepo, na mapepo yanaondolewa na yeye tu. Sio wewe mwenyewe, sio nani, yeye. Nenda kanisani. Usikose ibada za mara kwa mara. Kika muda mrefu sana, wale wanaokuchukia, wale wanaotumia mapepo, wanaofanyia uchawi, watakuzidi nguvu. Kwa hiyo njoo, ukija kila siku vya kutoa, unanururisha ile. Kwa hiyo unakuwa ni regular customer. So kama wewe ni customer wangu, ninapenda urudi kila siku mara nyingi. Hata kama unatoa kidogo, lakini ikiwa mara nyingi inakuwa nyingi. Kwa hiyo imewashika zaidi ya kina mama, na kina mama ni warriors, wana worry so much. Na hiyo nahisi kutokana they are not active doers. Watu wanaoenda kufanya wana worry less kuliko wale ambao wanasubiri mtu mwingine akafanya. Wana hope, wana wish somebody else to succeed. Hawana namna ya kuweka input. Kwa hiyo wanabaki kuona. Ni kama mashabiki wa mpira. Mashabiki wana hofu zaidi ya wacheza mpira, kwa sababu wao hawaendi kucheza, lakini wanatamani washinde. Na hiyo imekuwa ni the same kind of mentality imekuwa fed katika mambo ya kiimani, kiasi kwamba ili kupata watu wengi zaidi wakuje kwenye kanisa lako na kukuletea mapato zaidi, inabidi wajaze hofu zaidi na zaidi na zaidi, ili waje zaidi na zaidi. Kwa sababu zamani medical saying ilikuwa uishi vizuri, ufanye mema, uende mbinguni. Lakini sasa hizi inaonekana kwenda mbinguni is too far of an idea, kwamba mpaka ufe ndio uende mbinguni. Sasa hizi wanakuambia no, maisha yako unayoishi hayatosha. Kuna watu wanayazonga, njoo tukuombee, njoo tuondoe roho mbaya sio ulizorithi kutoka kwa babu sio kwa bibi. Kuna watu wengine wamekutumia. Kwa hiyo kanisa la sasa limekuwa na kujaza hofu na kutisha watu, na wanaotishika mapema kirahisi zaidi ni kina mama.
wana watoto wadogo, wanawishi wa grow up nicely, wawe na security, familia zao zinazongwa, uchumi unakuwa unayumba. Kwa hiyo hofu ni nyingi, na hizo hofu zinavojazwa, wewe uchumi wako sio wa kwako, kuna mtu ameuzuia, kuna vitu umetupiwa. Kwa hiyo hizi zote ni katika kujaza hofu watu ili wavune kama wateja. Na kuwavuna mara moja tu kwa weekend, Jumapili kwa Jumapili, inakuwa haileti mashiko. Kwa hiyo lazima tengeneze namna wewe wanakuja kila siku, na wewe wanakuja umejaa hofu ili utulize hofu. Na katika kuwapa hiyo tulivu la hofu, there is where you get yours. Sasa hiyo whole concept na jinsi nilivyo angalia trend inavyoenda, jinsi makanisa madogo madogo yanapofunguliwa katika kila mitaa, wana broadcast hofu na kutisha watu, sijui una pepo una nini, maisha yako yameandika, unatakiwa uishi vizuri, Mungu ni ana pesa, wewe kwa nini umaskini, ambayo zamani haikuwepo sana kwa sababu labda Kristo unaanza, lakini sasa hizi imekuwa ni demokrasia ya kiimani. Kwa hiyo kila mtu anakuja na mbinu zake za kupata. Sasa ukiangalia hii haina tofauti sana na ile ya waganga kuagua, kwamba wewe umelogwa, alikuloga ni fulani, inabidi ulete hichi na hichi na hichi ni kuague, na ili uendelee kuwa safe inabidi baada ya muda na muda urudi kwake kuendelea kuclean hapa. Sasa this is the basis of my faith. Muda sio ibada, lakini mhitaji anahitaji, kwa sababu hofu imemjaa. Hawezi kusubiri mpaka Jumapili nyingine kwa Jumapili nyingine. Ingawaje muda sio official, but they are making exceptions. Kanisa liko open kwa. Sasa hii ina maana gani katika context ya familia? Kama wakina mama ambao ndio guardians wa family, wanatunza watoto, muda wanaangalia well-being ya watoto, nyumbani kukoje, kipato cha familia, kama wao wana spend more and more time, muda mwingi zaidi kanisani, maana lazima upande wa pili uteteleke. Na kwa sababu hakuna sessions za kanisa zinazoenda bila sadaka, maana unaendelea kutoa zaidi, kwa sababu hata kule kanisani neno la kutoa ni kwa vitisho, kwamba usipotoa, ukiondoka na hela uliyopata hujatoa, more bad things are going to happen to you. Vitu vingine vibaya vigumu zaidi vitakutokea. Usijaribu kumuibia Mungu, toa hii, kitoa kile. Ina weaken our community. Hiyo ni my take. Na that's the meaning of this thing. Mshindie imani. Kwa sababu katika kushinda unakula nini? Ni umenunulisha vipi mwili wako kiimani? Umejenga imani, umeshinda wiki nzima bila kwenda kujazwa zaidi, au unaweza kustand. Endelea kuangalia video zingine za sanaa ya zaka. Cheers.